hii ni atanzia afisa wa GSU aliyekuwa anakagua magari ya barabara ya Dennis Pritt mkabala na njia ya kuelekea lango la Gate D kuingia ikulu ya Nairobi ameuliwa. Kulingana na Kachero aliyezungumza na NTV faragani, askari huyo amefumwa kwa mshale na mwanamume aliyeonekana kama mtu wa familia za kurandaranda mitaani. Mshukiwa kwa jina Kithuka Kimunyi anazuiliwa katika kituo cha Milimani kabla kufikishwa mahakamani Jumanne. Laban Shaban na maelezo zaidi. Mshukiwa wa mauaji ametambuliwa kwa jina Kithuka Kimunyi, mwanaume mwenye umri wa miaka 55, na kulingana na majasusi ambao tulizungumza nao siku hii, wametuarifu kwamba mshukiwa huyo alikuwa ametoka upande wa jiji la Nairobi na alikuwa anapita katika barabara ya Dennis Pritt akibeba gunia katika mita kama 50 hivi, na maafisa wa polisi ambao walikuwa wanakagua magari katika barabara ya Dennis Pritt kuelekea katika lango moja katika ikulu hapa jijini Nairobi, alichomoa uta na akachomoa mshale na kufyatua kwa mmoja wa maafisa hao wa GSU na akafa. Idara ya polisi imedhibitisha tukio hili kupitia msemaji wa idara hiyo Mushiri Nyaga na kumtambua marehemu kwa jina Ramadhan Matanka. Mushiri ametuma rambirambi kwa jamaa, ndugu na marafiki wa marehemu. Babake ambaye anatambulika kwa jina Hassan Dabi Matianka anaonekana kachanganyikiwa, akishindwa kuelewa ni nini hasa kimejiri. Marehemu ndiye mtoto wa pekee wa familia hiyo, na kuwa ni hasara ambayo imeunda ombwe kubwa sana katika maisha yao. Kijana ambaye amekuwa tegemeo kubwa kwa familia. Afisa wa GSU ambaye amefariki ni muumini wa Kiislamu, na kama ilivyo kaida na desturi ya waumini wa Kiislamu ni kwamba wakifa wazikwe kabla ya jua kutua. Lakini polisi wanasema lazima uchunguzi ufanywe wa maiti kubaini pengine mshale ambao ulitumiwa una sumu ama vitu vingine, kuweza kujua chanzo cha kifo chake. Mshukiwa wa mauaji Kithuka Kimunyi alikamatwa asubuhi na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Kilimani, na ilipofika saa 11 jioni mshukiwa huyu alikuwa anaonekana kama ana majeraha. Ukiangalia kwenye hizi picha utaona ana majeraha usoni, na maafisa hao wa polisi wanampeleka katika kituo cha afya kwa matibabu. Kwa saa kadhaa ambazo mshukiwa amekaa katika kituo cha polisi cha Kilimani, Makachero wanatuambia kwamba wamezungumza naye kumhoji ni kwa nini alitaka afisa huyo wa GSU afariki na ni nani alimtuma. Wanasema kwamba amekaa kimya muda huo wote akionekana kachanganyikiwa. Ni tukio la kawaida kulingana na maafisa hawa kwamba anapotekeleza mauaji mtu yeyote anakuwa katika hali hiyo ya kuchanganyikiwa, lakini muda ukipita mambo yatabainika. Laban Shaban, NTV, Nairobi. Maajabu ya Musa nje ya ikulu ya Nairobi.